Mfuasi wa kwanza katika viumbe ambavyo aliviumba Mwenyezi Mungu, aliyemfuata na kumkubali shetani, alikuwa nyoka. Nyoka ndiye mfuasi wa kwanza ambaye aliupokea uongo kutoka kwa shetani, akaukubali kuubeba na kwenda kumshawishi Hawa naye aupokewe. Kwa hiyo nyoka ndio mfuasi wa kwanza wa shetani, na ndio maana nembo kubwa ya shetani huwa anatumia nyoka. Hiyo ndo saini kubwa ya shetani. Lakini mfuasi wa pili ambaye alimpokea shetani akashindwa kumsikiliza Mungu alikuwa ni mwanamke. Mwanamke ndiyo kiumbe ambaye alimpokea shetani akiwa ndo mfuasi wa pili na kumsikiliza uongo wa shetani uliotoka kwa nyoka, na akamkosea Mungu kwa kula tunda ambalo aliambiwa asile. Kwa hiyo mwanamke ndiyo mfuasi wa pili wa shetani ambaye alimpokea. Wanaume ni watatu. Na ndio maana ukitazama wanawake wengi ndo wamevaliwa na mapepo, wamevaliwa na maroho ya uzinzi, wamekuwa ndo wanawake ambao wanawatafuta wanaume kila kona, wamechachuliwa. Kwa kusema hivyo, ina maana mwanamke mpaka leo bado anatumika na shetani kama alivyotumika. Kama vile ambavyo Hawa aliambiwa nenda kamshawishi Adam, basi hata hivi leo mwanamke bado anatumika kama alivyotumika Hawa kutushawishi sisi wanaume. Hebu angalia jinsi mwanamke anavyomtangaza shetani. Angalia jinsi anavyotushawishi ili tuingie kwenye maovu. Cheki mwanamke huyu anavyotikisa matako. Cheki wanavyovaa uchi. Watazame jinsi, angalia hapo. Cheki ambavyo wanajifunua. Angalia ambavyo wanamtumikia shetani kwa asilimia zote. Lakini hii yote ni kwa sababu anatafutwa kiumbe anaitwa mwanaume. Kwa sababu mwanaume atakapoharibika, basi mwanaume ni mfano wa Mungu, basi mambo yote yameharibika. Kwa wanaume tunavyowatazama wa viumbe, ina maana na sisi tunaingia kwenye kosa la Adam ya uongo wanaotuletea, na sisi tunamkosea Mungu. Unakuta muda mwingi tunakaa kuyatazama haya mambo, mwisho wa siku yanaingia kwenye akili, tunashindwa kumwaza Mungu na kuwaza mambo ya maana na familia zetu, isipokuwa tunayawaza haya, ndipo tunaenda kuyatafuta, yanatushawishi tuingie kwenye uzinzi, tuingie kwenye uasherati na tufanye mambo yasiyompendeza Mungu. Kwa hiyo unapoona wanawake wanafanya ujinga, jua anayetafutwa hapa ni mwanaume peke yake. Maana mwanaume atapopona, Hawa nao watapona. Leo hii kama wewe hautaki kulitenda kosa ambalo alilifanya Adam kwa kusikiza ujinga uliotoka kwa mwanamke, kwa kusikiza ujinga ambao mwanamke anaufanya, leo hii mwanaume inatakiwa ukatae ujinga huu na uchukie, na usiwe mmoja wa kuuchekea. Pale mwanamke anavyokutikisia matako na kukaa uchi na kupita katika vingo vya uchi kwenye mitandao, usiwe sehemu ya kumfollow wala kufollow ujinga huo. Utakuwa unawakilisha ujinga aliofanya Adam mpaka dunia ikaanguka. Kwa hiyo mwanaume ukipona na ukiacha kufuata ujinga huu, ndipo andiko hili litatimia katika Isaya 4 mstari wa 1. Anasema nyakati hiyo wanawake 7 watamshika mwanaume mmoja na kumwambia, tutakula kwa fedha zetu, tutavaa kwa gharama zetu, lakini tunachoomba tuitwe tu kwa jina lako, utufichie aibu yetu. Kwa mwanaume atakapopona na kuachana na huu ujinga ambao wanawake wanaufanya, wanawake watakuwa hawana dili, na watakapokosa dili watajua kwamba kuolewa ndo habari ya mjini. Kuwa na mwanaume ambaye unaitwa Mrs. Frani, Mrs. ya Mrs. Martin, hiyo ndo itakuwa ni vazi, mfuniko wa kuwafunika wanawake baada ya wanaume kuwa tumepona. Kwa wanaume leo tuamue kupona ili wanawake nao wabadilike. Ndipo hilo andiko wanawake watatung'ang'ania, maana watakapoitwa kwa jina letu watafunikwa na aibu yao. Anasema Isaya 4 mstari wa 1, tutakula kwa gharama zetu, tutavaa mavazi kwa gharama zetu, tunachohitaji tuitwe tu kwa jina lako. Wanawake 7 wanamng'ang'ania mmoja ili utufichie aibu yetu. Ninakushauri wewe mwanaume uliokuwa na akili, ambaye uliumbwa kwa mfano wa Mungu, mwanaume, acha kuwa mjinga. Muda wote unakaa unatazama ujinga. Leo nataka wanaume tubadilike ili hawa viumbe nao wabadilike. Tuwafundishe adabu kwa kutoufuata ujinga wote. Kuanzia leo kuwa nami ili tuzidi kubaki kwenye wanaume ulio imara.